Kagera oye! Oye! Rulenge oye! Oye! Rulenge oye! Oye! Asanteni sana, asante sana. Mheshimiwa Kanali Julius Kahabi, mkuu wa wilaya ya Ngara, ndugu katibu tawala wa wilaya ya Ngara, mwakilishi wa mbunge jimbo la Ngara, wajumbe wa kamati ya usalama ya wilaya, mkurugenzi halmashauri ya Ngara, ndugu mrajisi msaidizi wa vyama vya ushirika mkoa wa Kagera, Mheshimiwa diwani na madiwani wote mliopo, ndugu maafisa ushirika wa wilaya ya Ngara na Muleba mliopo, afisa tawala tarafa ya Rulenge, naomba nitambue uwepo wa mzee wetu Mzee Pius Ngezi na wazee wengine. Nashukuru sana kwa kuwaoneni. Ndugu mwenyekiti wa bodi ya chama cha Rulenge AMCOS Limited, ndugu wajumbe wa bodi ya chama ya Rulenge AMCOS, wakuu wa taasisi za serikali mliopo, ndugu wanachama wa chama cha Rulenge AMCOS Limited, ndugu wananchi, waandishi wa habari, mabibi na mabwana mliopo, na wasalimia kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi na utu. Rulenge AMCOS Limited. Bado bwana. Rulenge AMCOS Limited. Asanteni sana. Awali ya yote napenda kutumia nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ambaye ametujalia afya na kutuwezesha kukutana mahali hapa tukiwa na afya njema kwenye hii hafla yetu muhimu ambayo itatuwezesha kukabidhi cheti cha usajili wa chama hiki chetu cha ushirika cha Rulenge ambacho ni Rulenge AMCOS Limited. Kabla ya yote, ningependa pia na mimi nitumie nafasi hii kwanza kujitambulisha, kwa sababu nilikuwa na ratiba ambayo ilikuwa ilifanye nije huku, lakini kutokana na ratiba mbalimbali ikawa mambo yameingiliana, lakini ikawa imeibuka hii ratiba. Kwa hiyo nitumie nafasi hii kujitambulisha. Mimi kwa majina kama ilivyoelezwa, naitwa Kanali Yahya Ramadhani Kido, ndio mkuu wa mkoa wa Kagera. Nitumie nafasi hii pia kwenye hadhara hii niendelee kumshukuru Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, kwa kuniteua katika jukumu hilo. Kwa hiyo mimi nipo tayari na nimeendelea kwa kusema kwamba jukumu hilo nitalitekeleza kwa kadri Mwenyezi Mungu atakayojalia, kuhakikisha natekeleza majukumu yote yale yanayotakiwa. Baada ya utambulisho huo, naomba nitoe pongezi nyingi sana kwa wananchi na viongozi kwa kuanzisha au kwa kuwa na wazo la kuanzisha chama hiki cha msingi. Kwa hiyo niwapongezeni sana 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 sana. Aidha, nishukuru uongozi uliopita ambao ni wa mpito kwa kumwalika Mheshimiwa Daniel Chongoro ambaye ni waziri wetu wa kilimo, ambaye alikuwa anatakiwa awe mgeni rasmi, lakini kutokana na majukumu ya kitaifa basi akawa amenijulisha na kunielekeza kwamba nimwakilishe katika shughuli hii. Kwa hiyo mimi nawapongezeni sana sana wananchi pamoja na uongozi wa AMCOS. Ndugu wajumbe wa bodi na wanachama, lengo la kuanzisha kwa vyama hivi au chama hiki cha msingi ni kuwaleta pamoja wananchi katika shughuli zao za kiuchumi katika eneo moja, ili kuunganisha nguvu zao hususan katika kilimo kwa lengo la kukabiliana na changamoto mbalimbali wanazokabiliana nazo na kufuata au kutafuta masoko pamoja na kuongeza thamani ya mazao na tija katika uzalishaji. Ndugu wajumbe wa bodi pamoja na wanachama, mkoa wa Kagera kama tunavyofahamu
ni miongoni mwa mikoa ambayo inaongoza Tanzania katika uzalishaji wa mazao mbalimbali yakiwemo ya chakula kama vile kahawa, maharage, ndizi na mazao mengine kama alivyosema mwenyekiti wa bodi. Hivyo serikali inatambua umuhimu wa kuwa na vyama vya ushirika imara vyenye malengo ya kuunganisha nguvu za wakulima, kuongeza uzalishaji wa mazao ya kilimo na kuboresha masoko ya mazao yao. Kwa hiyo ndugu zangu, kupitia hafla hii naomba nitoe wito kwa wanachama au kwa wananchi kuhakikisha wanajiunga kwa wingi kwenye AMCOS hii. Kwa hiyo ihakikishe wanashawishiwa na kujulishwa umuhimu na kuwakusanya wananchi ili at least muweze kukitumia hiki chombo chetu ambacho kinaanzishwa. Hali hii kwa pamoja tunaweza tukatoa changamoto mbalimbali zinazowakabili kwenye shughuli za kiuchumi na jamii. Kama ambavyo mmekubaliana kwa hiari yenu, wakati wa kuuza au kutafuta masoko ya mazao yenu, mnapaswa kuzingatia miongozo na taratibu na sheria za nchi. Hakikisheni mnauza mazao yenu kupitia chama hiki pia. Hatutarajii kusikia habari zozote za magendo, hususan magendo ya kahawa na mazao mengineyo, au watu binafsi kupitia katika maeneo yenu ya vijiji wakinunua mazao bila kufuata taratibu rasmi zilizowekwa. Kwa kuongezea hapa, kwa haya yaliyoelezwa, ufuataji wa taratibu na ukiukaji wa taratibu, kwa kweli hata mimi siungi mkono swala hili. Swala la kuto kufuata taratibu sikubaliani nalo. Kwa hiyo haya yanayotokea na mengineyo yatakayotokea, taratibu au hatua kwa kweli tutazichukua. Kama alivyosema DC hapo, haya yaliyotokea, taratibu zinafuatwa na zitafuatwa, na wale wahusika wafuatiliwe ili kiweze kueleweka. Kwa kweli hatutokubaliana na swala hili. Hatuwezi tukaa tunaanzisha ushirika wa namna hii au AMCOS za namna hii kwa manufaa ya jamii kiuchumi na kijamii, lakini watu wanataka kuzitumia ziwe kwa maslahi yao. Kwa hiyo hilo hatutolikubaliana kabisa. Kwa hiyo hatua zichukuliwe kwa wahusika, wapelekwe kwenye taratibu zinazostahili. Kwa hiyo hilo hata mimi binafsi sikubaliane nalo. Taratibu zifuatwe. Rulenge oye! Kwa hiyo kufuatana na AMCOS hii ya Rulenge, tuna imani kabisa taratibu zitaendelea kufuata na role model ya hatua zitakazochukuliwa. Kwa hiyo ushirika huo unaoendelea, basi huo ni mfano kwenu. Kwa hiyo tuna imani kabisa taratibu zitaendelea kufuatwa na wadau wanaoshikilia au wanaofuatilia hayo wafanye kazi zao inavyostahili. Basi kwa kuendelea, labda tu nipende kusisitiza kuna mambo ya kimsingi katika utekelezaji wenu ambayo yanatakiwa kuzingatiwa. Kwa hiyo nitoe maelekezo kwa uongozi wa chama katika majukumu yenu. Kwanza, bodi ya chama ihakikishe kwamba wanachama wote wa Rulenge SACCOS wanasajiliwa kwenye mfumo wa usimamizi wa vyama vya ushirika MUF kama inavyoelekezwa na Tume ya Maendeleo ya Ushirika nchini. Kwa hiyo wote wanatakiwa wafanyiwe usajili. Hizo ndio taratibu. Mrajisi msaidizi wa mkoa kwa kushirikiana na afisa ushirika wa wilaya ya Ngali, hili watalifuatilia, wanatakiwa wayafuatilie haya kuona kwamba wanachama husika wanafuata taratibu zinazonani. Pili, uongozi wa chama uhakikishe unazingatia matumizi ya mizani ya kidijitali katika zoezi la upimaji wa mazao ya wakulima pindi wanapokuwa wanakusanya mazao yao. Na pili, mwenyekiti wa bodi ameeleza wameshaileta. Kwa hiyo matumizi hayo yanatakiwa yaendelee kuzingatiwa. Tatu, uongozi wa bodi ya chama ambayo chini ya Rulenge AMCOS Limited nakumbushwa kuzingatia taratibu katika uendeshaji wa shughuli za chama, ikiwa ni pamoja na kushirikiana kwa karibu na mamlaka za serikali kuanzia ngazi za kata, wilaya na mkoa. Hii yote ndio imebezi kwenye hizo kufuata taratibu. Haiwezekani baadhi ya watu ndani ya chama wanaanza kuleta mambo yao ambayo kwa maslahi yao binafsi, wanaacha kufanya mambo ambayo yataleta maslahi kwa wananchi. Kwa hiyo tunahakika na ninasisitiza taratibu zifuatwe, na kama kuna changamoto yoyote
Obviously kwenye jumuiya za namna hiyo huwa kuna tofautiana kimawazo na kimtizamo. Vipo vikao, pindi kikao kinachofika, wasilisheni mawazo yenu na mitizamo yenu. Mtajua zipo taratibu, mtajua ni jinsi gani ya kutanzua changamoto zinazotoka. Na isitokee kundi la mtu au mtu akang'ang'ania misimamo yao au wakaweka mazingira kiasi cha kwamba wakaanza kuleta ubadhilifu kama huo tunausikia. Kwa hiyo tuna imani kabisa uongozi utafuatilia taratibu kwa ngazi zote, pia wakitoa ushirikiano ngazi ya wilaya na ngazi ya mkoa. Na ni ajabu, unaweza ukaja ukakuta ishu kama hizi zinakuja zinaibuliwa kutoka wilayani, maeneo husika watu wametulia. Hapana. Kwa hiyo mimi ningependa na nyinyi pia wananchi au wanachama tuweni ushirikiano mzuri ili kuweza kuwahi mambo kabla hayajaribika. Tunaelewana? Ushirikiano nao ni muhimu sana. Kwa hiyo ndugu zangu wananchi, wajumbe wa bodi pamoja na wanachama, kabla ya kuhitimisha hotuba yangu nirudie tena kuwapongeza wanaushirika wa Rulenge AMCOS Limited kwa kutambua umoja ni nguvu na utengano ni dhaifu. Hivyo kuamua kwa dhati kuwa na ushirika wenu kwa lengo la kukabiliana na changamoto nazokabiliana nazo katika mkulima mmoja mmoja au kwa umoja wenu. Kwa hiyo pia nitumie hii nafasi kama ilivyoelezwa, sisi tuko maeneo ya mipakani, mwingiliano ni mkubwa. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba watu waendelee kuchukua tahadhari. Maelekezo yataendelea kutolewa mara kwa mara, lakini yanaanza na wewe, mimi na yule, tuweze kuepukana na hatari ambayo sasa hivi inatukabili. Kwa hiyo tunaomba wananchi tuendelee kufuata taratibu hizo, tutahadharishe familia zetu na wengineo ili tuweze kuepusha matatizo ambayo yanaweza yakatukabili. Kwa kumalizia, niwashukuru sana kwa mimi kumwalika kwanza Mheshimiwa Waziri wa Kilimo, lakini kwa niaba yake. Kwa hiyo nashukuru sana na mimi wasi nikimaliza shughuli hii basi nitatoa mrejesho. Kwa hiyo nawashukuruni sana kwa maandalizi yenu na nia njema ya kufanya ushirika ambao utawasaidia nyinyi kijamii na kiuchumi. Kwa hiyo asanteni. Wetu rasmi ulizie